إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عباد الله، الله سبحانه وتعالى amezungumza katika aya nyingi katika kitabu chake kitukufu juu ya utukufu wa kitabu cha Allah, ay al-Qur'an. Akaeleza namna gani hii Qur'an ilivyo na athari kubwa sana kwa nyoyo zilizokuwa hai. Yatosheleza huu mfano aliupiga Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Hashr: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو كما تنجلي ترمشا هي قرآن وليو ترمشي وويو محمد يا جبالي، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ungeliliona lile jabali likipasuka pasuka kwa kumwogopa na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yale mawaidha yaliyomo ndani ya Qur'an na maneno ya kutishia yanayozungumzia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, lisingeweza kustahamili jabali, bali lingepasuka pasuka kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، لو كما kungelikuwa Qur'an hiyo ikawa ni yenye kuyafanya haya. Walau anna Qur'anan, lau kungelikuwa na Qur'ani yoyote ambayo ikisomwa majabali yatapasuka pasuka, wa qutti'at bihi al-ard, na ardhi ikakatika ikachipuka mimea ikatoka mito mbalimbali. Na lau kama kungelikuwa na Qur'an ambayo yaweza kumfanya maiti akatoka katika kaburi lake na kuzungumza, basi ingelikuwa ni hii Qur'an ulioteremshiwa ewe Muhammad. Kwa sababu ya utukufu wa Qur'an na uzito wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Qur'an hii Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza ndani yake mifano ya watu walio nyoyo zilizokuwa hai, watu walio na nyoyo zilizokuwa hai, na namna gani walivyoathirika na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. النجاشي رحمه الله تعالى، الله سبحانه وتعالى akimweleza aliposomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala na namna zilivyomwathiri: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. na wanaposikia yale aliyoteremshiwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani al-Qur'an, ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. utakuta macho yao
ni yenye kutokwa na machozi, kwa kuwa waijua ni haki inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza namna gani Qur'an inavyoathiri wale wanaoijua na kuitambua, asema qul aminu bihi au la tu'minu, waambie ewe mtume wangu, iaminini Qur'an au msiamini. Hata mkiamini hamtaongeza chochote katika utukufu wa Qur'an, na msipoiamini Qur'an haitaitia dosari yoyote Qur'an. innal ladhina utul ilm idha yutla alayhim yakhruna liladhqani sujada, wale waliopewa ilmu kabla yenu, wanaofahamu vitabu vya Allah vilivyoteremshwa kabla ya Qur'an, wanaposomewa hii Qur'an yakhruna liladhqani sujada, hupomoka chini wakasujudu kwa nyuso zao kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ahadi yake ya kukiteremsha hiki kitabu imefika. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا, na wanaposujudu husema maneno haya, ametakasika Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala. Tulikuwa twajua kwa ahadi yake ya kumtumiliza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kukiteremsha hiki kitabu cha Qur'an, ni lazima jambo hilo litakuwa kama alivyoahidi mitume kabla ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا, na wapomoka kwa nyuso zao na bapa lao kuliangusha katika ardhi, huku waangua kilio, na wazidisha khushu' kwa kusomewa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, hawa ni watu waliokuwa na nyoyo zilizokuwa hai. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza namna gani Qur'ani inavyoathiri katika nyoyo zao. Lakini ikiwa moyo umekufa, hata zikasomwa aya za moto, zikasomwa aya za pepo, moyo kama ule hauwezi kuathirika na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja wetu ajitizame makini, yukoje anaposoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala? Je, nyoyo zetu zaathirika au la? aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala almab'uth rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فيا أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. لو كما kungelikuwa na Qur'an ambayo ikisoma majabali yataondoka mahala pake na ardhi ikakatika katika na maiti wakatolewa katika makaburi yao mpaka wakazungumza, basi ingelikuwa ni hii Qur'ani aliyoiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabu adhim, kinawaathiri wale waliofahamu maana yake na kukizingatia, na nyoyo zao zikawa hadhir na hai kuyapokea maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. ابن مسعود رضي الله عنه aeleza tukio akiwa pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia nisomee Qur'an. qala faqultu ya rasul Allah aqra'u alayka alquran wa alayka unzil, mimi nikusomee wewe Qur'an na Qur'ani umeteremshwa wewe ya Rasulullah. qala uhibbu an asma'ahu min ghairi, mimi napenda nisikie kwa mwingine akiisoma hii Qur'an. qala faqara'tu surata an-nisa, nikaanza kuisoma suratu an-nisa. nilipofika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala: fakayfa idha ji'na min kulli ummatin bishahid wa ji'na bika ala haula'i shahida, qala hasbuk. Nilipofika hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akaniamrisha nisimame nisiendelee kusoma. fa idha ainahu tadhrifan, nikimtizama mtume sallallahu alaihi wasallam namkuta macho yake yamwaga machozi alayhi salatu wassalam. wal hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Tizama namna gani nyoyo zikiwa hai hii Qur'ani huyathiri ibadallah. Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu kabla ya kusilimu
aeleza tukio ambalo lilikuwa ni sababu yeye kuingia katika Uislamu. Qala radiyallahu anhu wa ardhah, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqra'u bit-tur fi salati al-maghrib. Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu alikuja mji wa Madina kwa sababu ya kumkomboa mmoja katika mateko waliotekwa katika vita vya Badr katika jamaa zake. Alipofika Madina akiwa na chuki dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bado yuko katika kufuru yake. Subhanallah, akifika Madina ni wakati wa salatu al-maghribi. Qala fasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bit-tur, nikamsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma suratu at-tur. Hakusahau tukio hili. Qala hatta idha balagha am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun. Qala kada qalbi an yatir. Alipoyasoma maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, ni moja katika mawili: imma uwe wewe ndiye uliyejiumba nafsi yako, ama kuna yule aliyekuumba. Hakuna la tatu katika haya mawili. Am khalaqu as-samawati wal ard, ama wao ndio walioziumba mbingu na ardhi. Haya maneno yakamuathiri katika moyo wake Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu. Qala kada qalbi an yatir, ulikaribia moyo wangu kuruka. Na hapa ndiyo mwanzo. Qala waqara al-iman fi qalbi, imani ikaanza kuingia ndani ya moyo wangu kwa kusikia maneno haya. والحديث رواه البخاري ومسلم. عباد الله, huyu akizungumza haya alayhi ridwanullahi alayhi, azungumza akiwa kabla ya kuingia katika Uislamu. Qur'ani ilimwathiri kwa sababu alifahamu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na uzito wa Qur'an ukawa ni sababu ya kupenya mpaka ndani ya moyo wake, ikawa ni sababu yeye kuingia katika Uislamu. Ibadallah, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, kabla al-hijra alikuwa akiswali, watoto na wanawake wa Quraysh wakizunguka kumsikiliza akisoma Qur'an, mpaka Quraysh wakamfuata na kumkataza asisome Qur'an, kwa namna ilivyokuwa ikiwaathiri watu wao, kuogopea wasije wakaingia katika Uislamu. Ibadallah, innahu al-Qur'an, hii ni Qur'an, ina athari kubwa katika nyoyo za watu. Leo maradhi yamekuwa ni mengi, si maradhi ya kiwiliwili, si maradhi ya nyoyo. Hakuna dawa bora kabisa kama kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Faakthiru min qira'ati kitabillahi bitadabburin, tukithirisheni kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kukizingatia, iwe kitakuwa na athari katika nyoyo zetu, kiwe ni sababu ya kubadilisha tabia zetu, kiwe ni sababu ya kutuvutia sisi katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tusimshirikishe na chochote. Lakini tukiwa mbali, wallahi zitasoma sura ndani yake kuna aya za kutia hofu, lakini haitaathiri chochote katika ule moyo ambao hauko hai. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikri llahi wama nazala min alhaq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله amewalaumu wale wanaosomea maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha nyoyo zao zisiingie hofu na khushu' na kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haijafikia wakati, ndugu yangu Muislamu, kuwa unaposomewa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yakakuathiri katika moyo wako, ukarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah an yaj'alana min ahli al-Qur'an alladhina hum ahlullahi wa khassatuhu برحمته سبحانه وتعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.